Tika Kerebosio, Mwancho Mulgeria, Tosca. Yapi ni kuhakikisha kwamba mambo na kutoa tax inapunguza sana nchini? Kwanza tukifika huko cross a bridge when we get there, right? Yeah. Kwa sasa ni kuimarisha kuonyesha usawa na nguvu za kuwa na umoja kamilifu kama azimio la umoja wa Kenya, na zote kwa sauti moja tunasema huyu mtu ambaye kila wakati kila kuchao ni kuongeza ushuru. We are talking of, na nimesema hapa awali, executive order number 1 ya azimio la umoja wa Kenya ondoa housing tax. It is unconstitutional. Wamejaribu kupamba hapa na bado kuna wenzetu ambao washikadau wa Kenya ambao bado wanasema lazima tuende kotini. Wanauliza maswali kama ardhi ni ya umma, alright, wanaotoa hizi pesa 1.5% na tunafahamishwa kwanza kwa sasa hivi hata hiyo imeanza kutolewa, employer alipe 1.5% na mwananchi mwenyewe alipe 1.5% zila kujali wewe ni mama mboga ama wewe ni shujaa wa bodaboda, lazima ulipe hiyo 1.5%. na vile vile mambo ya ajabu haya, hizo pesa zikusanywa zote alafu hakuna uhakika utapata nyumba. Alright? Ardhi ni ya umma, okay? Pesa ni zako. Badala upatiwe nyumba unaambiwa ulipe, utalipa 4 million. Mama mboga atalipa 4 million. Ndio sisi lazima tusemezane na Wakenya wenzetu, tulizane, je, kusema kweli hili ni jambo la kibusara? Tunasema la, hatukubali. Na kwa sababu ya muda, tuweza kuongelea kama ujio wa Eyemo ambayo kinara wa chama cha ODM Odinga anawania sana kujiunga na huko. Je, hali ya upinzani itakuwa vipi ikikashifiwa kwamba huenda upinzani itadorora? Ni kweli? Tutakuwa na nguvu hata zaidi. Kwanza hakuna mahali huyu ndugu mkubwa anaenda, bado yuko, alright? Na kwa sasa akifaulu kwa challenge hii, itamaanisha atachukua mwezi ujao, mwaka ujao Februari, yanaweza akachukua wadhifa huo. Kabla ya hiyo kuna kazi mingi sana. Tutakuwa tumejipanga kama wanaazimio. Tutakuwa tumejipanga vilivyo, na nataka Wakenya wajue hakutakuwa na pengo lolote hakuna. Kwa sababu huyu ni ndugu huyu na wale wengine. Nimesema Martha Karua, hata Profesa wa Jakoya amesafiri, angekuwa pamoja nasi. Kuna Wycliffe Oparanya, Mbetsa Oparanya, kuna wote hapa. Team iko imara. Ni kweli. Nitarejea kwa baadaye, labda kwa mheshimiwa Eugene Wamalwa, labda unaweza kuniambia kwa undani kabisa, iweje Kenya Kwanza wakaamua kumuunga mkono kinara wa ODM na amekuwa ni mpinzani wao wa kweli? Nafikiri kwanza ni wasalimu wa Kisii pia. Mimi nimeenda shule katika eneo hili la South Nyanza hapa Homa Bay. Tulikuwa tukija half term, tulikuwa natoka shule ya Gendia High hapo UKS tu tunaingia Kisii. Kuna rafiki yangu anaitwa Maina, mwingine anaitwa Yusuf Maranga. Sasa hapo nyumbani kwa nakuja half term hapa, walikuwa wananifunza Kisii kidogo. Na jambo la Kisii wanapenda sana ni uongozi bora. Na huwa wanasema kwa Kisii omugambumu ya no koreta amagendere. Ebikuri epara korende omugambumu ya muno no koreta omorembe ovomo awanjire. Yani huyu ni kiongozi mzuri, anaeleta umoja, anaeleta upendo, anaeleta amani. Tukiangalia huu uongozi ambao umekuwepo, hatujakuwa na hayo mambo ya kuunganisha, kumekuwa na zaidi mambo ya kutenganisha. Sababu wenzetu walipoingia wakaleta mambo ya Kenya kuwa Kenya ya shareholders and non-shareholders, ya mahustlers versus dynasties. Na hata ukiangalia ugavi wa kazi na rasilimali, unaona huo mtindo umekuwa hapo. Kwa hivyo swala lako ni kwamba ni swala lilotushangaza pia, sababu hao wamekuwa na siasa ya kutenganisha, sio kuunganisha taifa. Lakini sababu kwa mara ya kwanza wameunga mkono. Ni jambo ambalo sisi
tumefurahishwa nalo kwa mara ya kwanza, sababu swala hili sio swala la Azimio ama Kenya Kwanza. Hili ni swala la Kenya, la kitaifa. Ni mara ya kwanza Kenya kupata nafasi kama hii, na vile vile Afrika Mashariki hatujawahi kuwa na mwenyekiti. Unakumbuka yule aliyekuwa pale mbeleni wa OAU alikuwa Secretary General Salim. Lakini sasa kiongozi kinara wetu Raila Odinga akipata pale, itakuwa ni swala la kihistoria kuleta Afrika Mashariki kiti kile kikubwa sana. Na vile vile tuna bahati sababu pia kama wana-Afrika Mashariki tumekuja pamoja kwa mambo ya AFCON. Yani tumefanya ile joint bid kuhost AFCON Afrika Mashariki. So ni swala ambalo ni la kupeleka Kenya mbele na Afrika Mashariki mbele, na tunalikumbatia, na tunaomba ya kwamba wenzetu katika maeneo mengine bara la Afrika watuunge mkono, sababu kule Afrika Kusini na kwingineko wamekuwa na nafasi hii, lakini mara ya kwanza nakuja hapa. Tushukuru marais haswa wa Afrika Mashariki kufikia sasa, kando na Kenya, rais wa Rwanda Kagame ameunga mkono, mzee wetu Museveni tuliona wakiwa kwa ng'ombe pale, na mzee wetu Raila Odinga wakamuunga mkono, Mama Suluhu na wengine wote. So tuna matumaini makubwa atafaulu, lakini pia akifaulu aende pale. Kama Wanazimio tutaka tutoe hakikisho kwa supporters wetu, haswa eneo hili, sababu eneo hili limekuwa ngome ya baba, ngome ya Azimio. Tunataka wajue ya kwamba Azimio inabaki imara. Ile meona Mheshimiwa Kalonzo wako hapa, amekuwa naibu wa rais, experience kubwa sana katika kuongoza serikali. Nimekuwa waziri katika serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru Kenyatta, na Martha Karua vile vile. Tuna magavana very experienced. So wasiwe na wasiwasi, captain akiondoka mechi itaendelea. Sijui kama uliangalia ile mechi ilikuwa juzi. Uliona ile timu imeshinda juzi? Nimeona kweli, lakini kuna swali hapo nataka uniambie. Iweje labda iweje ikawezekana rais akakubali kumuunga mkono. Iweje tuseme kwamba anafania kwamba huenda upinzani utaelekea kidogo apate kuna mzuri ya uchaguzi wa 2027. Iweje ndio swala ambalo rais anaweza kuangazia. Haya ndio nakueleza. Sijui kama ulikuwa na support Cote d'Ivoire. Ulikuwa na support? Sijui imeshinda. Lakini kuna wakati Cote d'Ivoire walipoteza mchezaji mmoja. Walicheza wachezaji wangapi? 10. Watu wakafikiria basi watashinda, lakini walikuja wakashinda ile mechi. Sasa Wanaazimio tunasema Raila is the first amongst equals. Vile nimesema tuko na team. Yeye amekuwa prime minister wa pili wa Jamhuri ya Kenya. Kalonzo Musyoka amekuwa vice president wa 10 wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na experienced minister. Sasa sisi ni kama Cote d'Ivoire. Mchezaji mmoja ameondoka na Addis, tumebaki wachezaji 10, na vile Cote d'Ivoire walicheza hadi wakashinda ile mechi na wakashinda kikombe. 2027 hivyo. Sasa msio na wasiwasi hata kidogo. Mheshimiwa Ben Momanyi, kwa mara unaweza kuwa mbunge katika eneo la Borabu na ukajaribu kuwania ugavana katika kaunti ya Nyamira, na huenda ukapoteza, labda ukakubali au ukakataa. Labda uwepo wa chama cha Wiper na umaarufu wake ni vipi katika kaunti ya Nyamira? Asante sana. Mimi salamia watu wetu wa Kisii, tatekelezwa geria wa Gusii, Asemurandos, Bakwani, Ndizi na Amayia, ndekotebe sana. Kwa make sure Ensa yetu tumekomboa nchi yetu. Kwa kusema kweli mimi sawa, kweli nimekuwa bunge miaka 10, na baada ya miaka 10 nikakuja kiti ya gavana Nyamira, na mimi miaka yote nimekuwa katika chama cha Wiper. Jana nafikiria mlikuwa na sisi kila mahali tulienda, na mliona vile watu walijitokeza, na hiyo ni kuonyesha kwamba wamekubali viongozi wetu. Mheshimiwa Kalonzo jana amefungua ofisi Gusii na amefungua ofisi nyingine Nyamira, na tunajua hivi karibuni mtaona
watu wakiandikika wengi sana, kwa sababu tunajua nchi sasa inaelekea kwa mikono yao. Kwa hivyo hatuna wasiwasi wote. Kwa hivyo tumeorosa maneno hapa, make sure it's a part to work. Asante sana. Kwa sababu ya muda wiki mnaendelea kwetu chini ya dakika moja, unielezea saa katika ujio wa Wiper na aliyekuwa naibu wa rais ambaye pia ni kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Wenda tumekutomana kwamba kwa mara tuna export zaidi kuliko import. Labda lengo lako ni lipi kwa kinara, labda ambaye atazingatia kuhakikisha kwamba tunachikuza katika upande wa kichumi? Asante sana. Kwa majina naitwa Vicky Nyamira Counties. Nilingangania kiti ya Women Rep 2017 2022 na bado niko 2027. Kitu ningependa kusema, sisi kama wanaazimio tuna support kapteni wetu sasa Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais, wakiwa na Eugene Wamalwa, wote azimio yote tuko kitu kimoja. Kitu ningependa kuangazia ni ile Kenya yetu, we do export a lot than we import a lot, 80%, we export 20%. We need to work on manufacturing, value addition, we create jobs, we do aggregation so that our people can do this. And therefore, the reality is, sisi serikali yetu itakuwa ya kusema na kutenda. Hapa Kisii tuko na mandizi kila mahali, kila mji iko na mandizi. Na kwa hiyo mimi nimetengeneza mahabara ya mandizi, nimetengeneza wine inaitwa Sovita wine, so that we can be able, instead of importing the wine from outside, let us use our things which we have and we will cascade it throughout the country. Ningependa kuambia watu wetu abantu ba minto to support oyo minto Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, nyasawo tuanjira economy ya sarikire, uchumi ya sarikire, tugwaterane tugendere mtu. Asante sana. Eugene, la mwisho kwa No, huyu Vicky amesahau. Ameongea juu ya mambo ya ndizi. Amesahau. Mimi nikiwa waziri wa ugatuzi, nilikuja nikafungua factory hapa. Banana factory na governor Ongwae. Na wakanipa jina langu, wakasema wewe si Eugene Wamalwa tena, wewe ni Eugene Matoke. So nikiwa hapa hii station yangu. Na huko ndani ya Ndizi TV. Tuko ndani ya Ndizi TV na mimi mwenyewe ni bwana Ndizi, bwana Matoke, lakini kile nataka niambie watu wa Gusii ya kwamba vile nimeongea swala la mambo ya ukabila, wakati serikali hii iliingia kugawa serikali, PSS waliogawa kwa mara ya kwanza historia ya Kenya kulikuwa na PS Mukisi, kulikuwa na kutengo eneo hili. So hiyo ndio siasa. Mkiona Kalonzo na Wamalwa hapa, tunataka kumaliza siasa ya ukabila. Vile tunataka mambo ya kufinya watu ushuru ati lazima wajenge nyumba. Badala ya kujenga nyumba, tujenge Kisii viwanda. Vile tulianza kiwanda cha banana, tufanye manufacturing. Tukaanzia kiwanda kingine hapo Kuria, ile ya sweet potato. Na maono yetu kama azimio, mzee Raila kwa anasema tunataka kiwanda kwa kila county. And it can be done. Kuangalia kiwanda cha matoke hapa, kiwanda cha avocado. This is what we want. Sio lazima eti waende wafanye mjengo, wajenge nyumba. Asante mheshimiwa. Labda kwa neno la mwisho tu kina Wiper uweze kusema tu the report, the NADCO report ambayo mlitoa sasa imeingia kwenye implementation. Labda ndio la mwisho lipi kuhusu mambo haya bado kwa bunge, na tunataraji kwamba kuna that enabling legislation. Report yenyewe imekubalika katika National Assembly na Senate, lakini kabakia sasa the 5 or 10 pieces of legislation ambazo kwa mfano to hanga certain offices. Lakini hatukukubaliana, lazima tueleze watu wetu kwamba hatukukubaliana juu ya swala nyeti kabisa, na that was on the cost of living. Hawa ni kama burukenge wakitaka kusikia mambo haya. Kwa swala hilo hatukubaliana kabisa, na mimi ndugu kwanza alikataa katakata mpaka hakuweka hata sahihi kwa hiyo maneno. Sababu unaona masuala mlikataa, lakini baada ya lakini sababu alikuwa kwa minority, anakubali tu minority, majority must have a way, but it must have a say, and this is the nature of democracy. Naomba tu vile amesema kwamba shida tulionayo sasa hivi ni kuwa na viongozi ambao badala ya kuzingatia umoja wa taifa, kwa sababu kuna mamlaka, wanasema if you are not a stakeholder utapata kazi. Wakati mimi nilikuwa vice president, nilihakikisha kwamba the first service commander, unajua kuna formation, kuna commander wa Kenya Navy, kuna commander wa
Kenya Army, wa Air Force. The first commander mimi nilihakikisha katika formation hiyo wa magereza, Commissioner General. Unfortunately tulimpoteza ndugu huyo, Osugo alikuwa anatoka Kisii. Sasa vile amesema hakuna hata PS. Na wa Kisii ni washika dao. Wa Kisii ni wanafanya kazi kwa bidii sana. Kwanza kwa biashara ya matatu, ECD na kila mahali. Ndio hawa. Kwa hivyo wanaumia na ushuru sana. Wanaumizwa na ushuru. Kwa hivyo wasife moyo. Kwanza hao ni korera zangu. Hao wasichana wawili. Sasa jana nilikuwa na mheshimiwa mwingine anamwangalia vijana, sema hiyo watabaki. Asante. Tunashukuru sana mheshimiwa. Ben Mwanyi, labda 2027 bado kuelekea Nyamira huko. Lakini hii ni wa Kisii na wengine wengi mnatoka Nyamira mnajua kweli kushinda. Asante sana, tunashukuru sana kwa muda wenu, kwa kuwa nasi na karibu tena. Asante.